nadhani viongozi wetu sasa hivi harakati ambazo walizonazo au wanazochukua juhudi wanazochukua kwa muda huu ni pamoja na kuunda katiba mpya ambayo itakuwa inaweka sawa masuala mbalimbali na kutoa mwanya vile kwa wananchi kuzungumza muungano kwa uwazi, lakini vile kutoa maoni yao kuhusiana na muungano. Kwa nadhani hili mimi kwa upande wangu halipi shaka sana, na watu hawana haja tena ya kwanza kulumbana kuhusu muungano, lakini zaidi ni kutoa maoni yao kwa mujibu wa taratibu ambazo zinakubalika au zilizowekwa ili kufikia ile ambalo tunataka tufikie. Sasa hii ni nadhani la msingi sana. Tuzungumze katika maeneo ambayo ni husika na sio kulumbana. Nikushukuru na Charles, wakati unajaribu kujibu hili swala langu ingawaje nilikuwa ni la uchokozi kidogo, lakini lengo lilikuwa ni kuweza kumtanabaisha hata mtazamaji kwamba kwa utaratibu ni kwamba hata jana wakati nafuatilia kituo cha habari cha ITV, mwanasheria mkuu Jaji Werema alikuwa alisema kwamba katika lile andiko la rasimu iliyopita ulikuwa hakutoi nafasi ya kuzungumza muungano, lakini katika andiko jipya ambalo sasa hivi litaandikwa tena ni kwamba wameona muhimu wa kuongeza hicho kipengele cha 3 kwamba watu wazungumze muungano, lakini lengo lisiwe ni kuuvunja, lakini lengo liwe ni kuboresha yale mapungufu yaliyopo, na hii itasaidia kwa sababu wakati tunaona ni demokrasia imekuwa kubwa sana, mambo yazungumzwe yaweze kurekebishwa. Hilo ndio ambalo nilikuwa najaribu, na umejibu vizuri na kushukuru sana. Asante sana Suleiman na Charles, ni yote mliyosema ni sahihi, lakini pamoja na kwamba kama Mheshimiwa Rais leo hatazungumza, hatotoa hotuba yoyote, lakini kutokana na jambo hili limekuwa ni zito na sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa na linazungumzwa sana hapa, basi mimi nahisi viongozi wetu watalifuatilia kwa kina, hatimaye tutapata mwafaka. Labda mtazamaji, huyo ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye leo ni mgeni rasmi kama mnavyomuona. Amekwisha kagua gadi hizo ambazo vikosi vyetu vipo hapa katika uwanja huu, na anasalimiana na watu mbalimbali hapa na panda zake juu ili kuenda kukaa katika nafasi ambayo amepangiwa, na baadaye basi sherehe zipate kusonga mbele kama zilivyoandaliwa kwa mujibu wa taratibu zilivyowekwa na Mheshimiwa Kikwete. Anasalimiana na viongozi wa vyama na serikali pale. Hiyo ni bendera hiyo, mtazamaji, imependeza kwelikweli. Hoi hoi, nderemo, vicheko vimetawala. Wamefurahi kabisa kwa kuadhimisha miaka 47 ya muungano wa Tanzania. Na Mheshimiwa Kikwete bado anaendelea kusalimiana na viongozi wakuu wa serikali. Na hatimaye basi Mheshimiwa mgeni rasmi ndio ameshakaa katika nafasi yake na anabadilishana mawazo na viongozi ambao wamefika hapa, akiwemo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein. Basi kinachofuata hivi sasa ni gwaride kupita mbele ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka.